Amen. Tukiwa katika mwaka wa the Lord's testimony. Oh yes. Tulifundishwa tukaambiwa. Yes. The testimony. Oh yes. That we should have. Yes. Is having Jesus in our lives. Amen. Ushuhuda ule. Oh yes. Tunafaa kuwa nao. Yes. Ushuhuda ambao unaweza fanya. Yes. Tulinge. Yes. To celebrate. Oh yes. Hallelujah. Amen. Ni kuwa na huyu mwana wa Mungu ndani ya maisha yetu. Amen. Hallelujah. Amen. I believe. Yes. Every one of us have this testimony. Amen. Hallelujah. Amen. Na kama hauna huu ushuhuda. Yes. This is your day. Amen. This is your day. Oh yes. Of your testimony. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Mshukuru Bwana kwa makofi. Hallelujah. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tumekuwa na msululu wa kuangalia ujumbe wa maombi. Oh yes. Na tukaambiwa katika maombi. Yes. We should pray that the will of God be done. Amen. Hallelujah. Amen. Tukaambiwa tuombe. Yes. Mapenzi yes. ya Mungu yatimilike. Amen. Na katika mapenzi ya Mungu. Yes. Tukaingia kwa section. Yes. Ya kwamba we cannot ask for the will of God. Yes. Without the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. There is no way. Yes. Tunaweza timiliza. Yes. Mapenzi ya Mungu. Oh yes. Bila Roho Mtakatifu. Amen. Hallelujah. Amen. Na ujumbe wangu wa siku ya leo. Yes. Ni kwamba mapenzi ya Mungu katika jamii. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Amen. Mungu katika kitabu cha Genesis chapter 1 verse 26 akasema, let us create man in our own image. Amen. In the image and the likeness of God. Amen. He created them. Amen. A man and a woman. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaumba mtu kwa mfano wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hayo ni mapenzi ya Mungu. Amen. Ya kwamba mwanadamu afanyike mfano, umbo, sura ya Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Na katika kitabu cha John 3:16 akasema ya kwamba tusomee. John 3:16. Yohana 3:16. Yes. Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Yes. Hata akamtoa mwanawe wa pekee. Yes. Ili kila mtu amwaminie asipotee. Yes. Bali awe na uzima wa milele. Hallelujah. Amen. Kwa sababu ya huu upendo ambao Mungu aliupenda ulimwengu nao, akamtoa mwanawe wa pekee. Oh yes. Ili yoyote amwaminie asije akapotea. Amen. Bali awe na uzima wa milele. Amen. Mapenzi ya Mungu, the will of God for our families is love. Amen. Light love, number 1. Yes. Yani mapenzi ya Mungu ya kwanza kwa jamii zetu ni upendo. Amen. Abia mwenzako, mapenzi ya Mungu kwa jamii zetu ni upendo. Ni upendo. Tupendane sisi kwa sisi. Tupendane. Hallelujah. Na kwa sababu anataka tupendane, akamtoa mwanawe as a show of love. Amen. To die on the cross because of our sins. Amen. Praise God. Amen. Na kwa sababu ya hii akasema in the book of Ephesians chapter 5 verse 25. Ephesians 5:25 mpaka 33 tusome. I'm just laying a foundation. Efeso 5:25 to 33. 25. Biblia inasema, ninyi waume wapendeni wake zenu kama vile Kristo alivyopenda kanisa. Akajitoa kwa ajili yake. Fikisha hapo. Amen. Kwa sababu ya huu upendo. Oh yes.
anasema nyinyi waume. Yes. This is a family, si ndio? Yes. Sisi mlima huu tuko jamii. Oh, yes. Akasema nyinyi waume, yes, wapendeni wake zenu. Amen. Kama vile Kristo, yes, alivyoipenda kanisa. Amen. Yesu, yes, kufa kwake msalabani, yes, ni kwa sababu ya kupenda kanisa. Amen. Ni kupenda jamii. Yes. Haleluya. Amen. Na alitaka, yes, kwa sababu ya huu mfano wake, yes, yeye akiwa Mungu, yes, anataka sisi wanadamu, oh, yes, tuwe mfano wake, yes, tuonyeshe upendo. Amen. Na akasema waume, yes, waonyeshe upendo, oh, yes, kwa wake zao. Amen. Haleluya. Amen. Praise God. Amen. Kama vile Yesu Kristo, yes, alitoa mwili wake, oh, yes, kwa ajili ya kanisa. Amen. Akatoa mwili wake, yes, akakufa, oh, yes, kwa sababu ya upendo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Makusudi na mapenzi ya Mungu, yes, ni tupendane. Amen. Ni tuwe na upendo. Oh, yes. Ni kwamba jamii zetu, yes, ziwe na upendo, Amen, mmoja na mwingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiposa Yesu, yes, akakufa, yes, as an example. Oh, yes. Kwa sababu sisi ni mfano wake. Yes. Akataka kujionyesha. Yes. Yani upendo huu, oh, yes, anataka udhihirike kwetu, yes, kwa kukufa kwake. Amen. Akajitoa, oh, yes, akaamua kukufa, yes, kwa ajili yetu, yes, ili tusije tukapotea. Amen. Na akasema ya kwamba, yes, waume, yes, tuwapende wake zetu, oh, yes, kama vile Kristo, yes, amependa kanisa. Amen. Kumaanisha, yes, huu upendo, oh, yes, wagharimu mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Love is sacrificial. Oh, yes. Our love, yes, we should sacrifice. Amen. Because of our love. Amen. Because of our families. Oh, yes. Because of our loved ones. Yes. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Endelea. 26. Kusudi alifanye takatifu, akilitakasa kwa kuliosha kwa maji katika neno lake. The idea, yes, ilikuwa kufanya hili kanisa, yes, kuwa takatifu. Amen. Hallelujah. Amen. Love. Sema yes, love. Love. Sema upendo. Upendo. Kusudi kwa kufa kwa Yesu, oh, yes, ni afanye kanisa, yes, liwe takatifu. oh, yes. Rudia hapo. Kusudi alifanye takatifu, yes, akilitakasa kwa kuliosha kwa maji katika neno lake. Kwa kuliosha kwa maji katika neno lake. Amen. Hallelujah. Amen. Kulifanya kanisa, yes, liwe takatifu, yes, kwa kuliosha kwa maji kupitia kwa neno lake. Amen. Na diposa aposto kila wakati anakuja anatuhubiria. Yes. Anatuhubiria hili neno. Oh, yes. Ili hili neno, yes, lioshe maisha yetu. Oh, yes. Ni neno linatuosha. Yes. That we may be washed by the waters of the word. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuoshwe, yes, kupitia, yes, kwa neno la Mungu. Amen. Afanye kanisa, yes, liwe takatifu. Amen. Hallelujah. Amen. Endelea. 27. Apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na doa, wala kunyanzi au wa lolote. Apate kujiletea kanisa ambalo halina madoadoa, oh, yes, lililo takatifu. Endelea mpaka 33. Bali takatifu na lisilo na hatia. Vivyo hivyo imewapasa waume kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Yes. Hakuna mtu anayeuchukia mwili wake mwenyewe, bali huulisha na kuutunza vizuri, kama Kristo anavyolitunza kanisa lake. Yes. Sisi tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hii mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hii ni kubwa, bali mimi nanena kuhusu Kristo na kanisa. Hata hivyo, kila mmoja wenu ampende mkewe
kama anavyoipenda nafsi yake mwenyewe. Hallelujah. Amen. Hili Yesu Paulo anaandika hili kwa sababu ya kanisa. Amen. That we should love one another. Yes. Just as we love ourselves. Amen. Ya kwamba tunapaswa kupendana. Yes. Kama vile tunavyojipenda. Vile tunapenda miili yetu. Yes. Tupendane. Amen. Sisi kwa sisi. Hallelujah. Amen. 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 Ya pili is submission. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Is respect. Submission. Amen. Hallelujah. Amen. Ya pili, hebu tusomee verse 24 of that chapter. Waefeso 5:24. Biblia inasema, Yes. basi kama vile kanisa linavyomtii Kristo, vivyo hivyo na wake nao imewapasa kuwatii waume zao kwa kila jambo. Hivyo hivyo. Yes. Wamama. Oh yes. Wake. Yes. Nasi tuwapende, tuwarespect, Yes. tuwaheshimu wazee wetu. Amen. Kama vile tunavyoheshimu Kristo. Amen. Tukisema hakika, Yes. tuna submit kwa Kristo. Amen. Hakika tumeokoka. Yes. Yapaswa ionekane kule manyumbani. Oh yes. Kwa sababu ya ile heshima ambaye tunapea wazee wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We should respect our husband. Amen. We should submit. Yes. Na huwa naambia wamama. Oh yes. Submission. Yes. Is saying yes sir. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Is saying Sir. yes sir. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And I want to tell you. Yes. It is not easy to submit. Oh yes. It is not easy. Oh yes. But any wife, Yes. must be selfless. Amen. Kama vile Kristo, Yes. alijitoa akakufa kwa ajili ya kanisa. Oh yes. Hivyo ndivyo wake. Yes. Twapaswa kufa. Amen. Kwa ajili Yes. ya waume wetu. Amen. Hallelujah. Amen. Hivyo ndivyo yapaswa tufe kwa sababu ya waume wetu. Amen. Hallelujah. Amen. We should be selfless. Oh yes. Say wives, be selfless. Be selfless. Just as Christ. Just as Christ Died. He gave his life. Oh yes. Because of the church. Amen. You are big church. Oh yes. As a wife. The first church is your husband. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa la kwanza ni mume wako. Amen. If you cannot submit to your husband, you don't know to serve Jesus. Hallelujah. If we cannot submit to our husbands. Oh yes. Na kitu cha ajabu. Yes. Hii Biblia ijasema wake. Watiini waume wenu. Kama vile Kristo anapenda kanisa. Kama waume wenu watawapenda na kuwaonyesha mambo mazuri, kama maisha itakuwa mazuri, mheshimu waume wenu. Umeona kitu kama hiyo? Hebu rudia hiyo verse tusikie kama imesema hivyo. Basi wamama, kama vile kanisa linavyomtii Kristo, kama kanisa linavyomtii Kristo, hakuna kitu kingine. Yes. Condition ni moja. Kanisa tii Kristo. Amen. Wake tutii waume wetu. Amen. Hallelujah. Amen. Without any other condition. Oh yes. We must submit to our husband. Amen. We must respect our husband. Amen. Hallelujah. Endelea. Vivyo hivyo na wake nao imewapasa kuwatii. Fikia hapo. Amen. Tuendelee. We should bring up children. Oh yes. In love. Amen. And in righteousness. Amen. As a family. Oh yes. Anjeda ya Mungu. Oh yes. Kulingana na kitabu cha Malachi. Oh yes. Is that husband and wife. Oh yes. God brought them together. Oh yes. So that they can bring a generation that fears God. Amen. So the agenda of a family is to bring up children who are righteous. Oh yes. Hallelujah. Amen. And loves God. Amen. Tulee watoto ambao ni wenye haki
na wanapenda Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mara nyingi kama wazazi, Yes. huwa tunataka watoto wetu wakuwe wazuri, lakini sisi hapana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Niseme hivi. Yes. Mtoto, yes, ile masomo mazuri sana tunaweza wafundisha, yes, ni tabia zetu. Amen. Kanisa la Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Maisha tunayoyaishi, Yes. hiyo ndio mafundisho. Yes. Wanaelewa. Amen. Hawasikii sana kile tunawaambia kwa midomo. Yes. Wanaangalia tabia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza kuwa na eloquence, Yes. mzuri sana. Oh yes. Tuwaeleze, tuwaelekeze, Yes. tuwahimize. Oh yes. Wengine tuchukue kiboko. Yes. But kama tabia zetu Yes. haziwahubilii, Hallelujah. hawatashika. Amen. Kanisa la Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So our idea here, Yes. the idea of God, Oh yes. is that we may give, Yes. bring up children Yes. who loves God and are righteous. Amen. Hallelujah. Amen. We should provide to them Yes. physical needs, Oh yes. and spiritual needs. Amen. Training them Yes. to love Oh yes. and to serve others. Amen. Hallelujah. Amen. So our education to our children, Yes. as it is the will of God, Yes. is that we may bring up children Oh yes. ambao wanapenda Mungu. Yes. Tuinue watoto, Yes. kizazi Yes. ambacho kinapenda Mungu, Amen. kinaishi maisha ya haki, Oh yes. na kinapendana mmoja na mwingine. Amen. Tunawafundisha Yes. kutumikiana Yes. mmoja na mwingine. Amen. Hallelujah. Amen. Sio kuharasiana. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Jana kwa kazini kwetu kukawa nakuwaga na Gen Z wengi sana. Yes. Na katika hiyo kazi ya jana, Yes. kukawa kuna wawili walichokozana mpaka wakapigana. Bwana asifiwe. Amen. Na wengi wakawashika wakawaleta wakaniambia, Yes. fukuza huyu atoke hapa. Kwa sababu huyu ndio mchokozi. Oh yes. Ndiye anachokoza wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nilipouliza nikajua hapa, Yes. kuna kitu kimekosa. Oh yes. Katika hawa watoto. Yes. Kuna upbringing. Yes. Imekosa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba katika kizazi chetu, Yes. hatujui Yes. kuvumiliana, hatujui kutritiana Oh yes. mmoja na mwingine. Yes. Hatujafunzwa. Yes. Ama hatujafunza watoto kutumikiana. Huyu atumikia huyu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapo kukawa kumetokezea vita. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kwangu, Yes. niliposikiza nini ilikuwa imeendelea, sikufukuza hata mmoja. Amen. Oficho aliniambia hapana, hawawezi kaa hapa, wacha lazima mmoja aondoke. Nikajua hapana. Oh yes. Nikawaita wawili. Nikauliza shida ilikuwa wapi? Kile kinafanya wachokozane ni kitu kidogo sana. Yes. Lakini kwao ni uzito mkubwa sana. Na nikaonyesha hapo hiyo kitu ni kidogo. Yes. Mlihitaji kuelewana tu. Yes. Huyu aambie huyu, Yes. na muweze kuelewana. Amen. Hallelujah. Amen. Unless sisi wazazi, Yes. tuweze kuelimisha watoto wetu, Yes. kuweza kuserve mmoja na mwingine, Yes. na kusolve mambo, Yes. watoto wetu watakuwa na shida sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So nikareconcile hao, nikawaambia wahagiane. Wenye walikuwa naniambia ni wafukuze kwa sababu niliwaondoa kidogo ndio niweze kusolve. Yes. Wakaangaliana wakacheka. Hallelujah. Amen. Wakahagiana. Yes. Mara ya kwanza nikawaambia mmesameheana ya ukweli? Wakaniambia tumesamehe. Hakika. Sasa wewe sababu ni wewe umebeba uzito sana, nataka wewe utangulie kuhagi huyu. Akamhagi. Hao wanashindo imekuaje? Hao watu hatungeweza kuwaseparate. Oh yes. Ilikuwa tu lazima waondoke, mmoja aende mwingine abaki. Nikamwambia hata wakienda kule nyumbani watapigana tu. Hallelujah. Amen. So the thing is, to deal with the root. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tuangalie shina. Yes. Lazima tuangalie mizizi. Oh yes.
tunalea watoto namna gani? Amen. Hapo Yes. tupo kina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuinue watoto wetu. Oh, yes. Kizazi Yes. ambacho kinapenda Mungu. Amen. Kizazi Yes. ambacho kinapenda haki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Another point. Nimesema the will of God is that we love. Hallelujah. Amen. 2, to submit and respect. Respect and submission. 3, life of peace. Amen. Bwana asifiwe. Tusome Isaia 26:3. Isaia 26 mstari wa 3. Biblia inasema, utamlinda katika amani kamilifu. Yeye ambaye moyo wake ni thabiti, kwa sababu anakutumaini wewe. Hallelujah. Amen. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you. Amen. Anytime we want to live a life of peace, Yes. wakati wowote Yes. tunataka kuishi Oh, yes. maisha ya amani, Yes. lazima mioyo yetu Yes. iwe steadfast. Amen. Imtazame Yesu. Oh, yes. Imtazame Mungu. Amen. Na Mungu peke yake. Amen. Hallelujah. Amen. Therefore the Bible inasema ya kwamba Yes. you will keep in perfect peace those whose minds Yes. and hearts Yes. are steadfast in you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So mtu yoyote Yes. ambaye anamtazamia Mungu Yes. ya kwamba ni Mungu peke yake, Yes. maisha yake Yes. iko sawa. Amen. Maisha yake Yes. iko salama. Amen. Kama jamii, Oh, yes. lazima Yes. to train watoto wetu. Yes. To train moja na mwingine. Yes. Kama ni mume na mke. Yes. Tufundishane moja na mwingine. Yes. Kuishi maisha ya amani. Amen. Peace. Yes. Praise God. Amen. To live a life of peace. Oh, yes. Yawezekana Yes. kuna situation zinakuja kwenye maisha Yes. na hazileti amani. Hallelujah. Lakini hata katika hiyo hali yote, Yes. we need to cultivate. Yes. Inatuhitajika Yes. ama inatulazimu Yes. kulimia hiyo amani. Amen. Ikue kwenye hiyo jamii. Amen. Ikue kwenye hiyo doa. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ili watoto wetu Yes. wanapoangalia maisha yetu. Yes. Nimesema watoto wetu wanapotuangalia, Yes. hayo masomo Yes. yako zaidi ya elimu ya darasani. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ile discipline Yes. wanaona tuko naye, Oh, yes. hiyo nidhamu ya kuweka amani. Yes. Hata wakati hakuna amani. Amen. Hiyo nidhamu ni ya maana sana. Amen. Nikakumbuka juzi nikawa naongea na mama, alikuwa ametuuzia shamba. Yes. Na aliniambia, akaniambia, you know what? Sio Mkenya. Yes. Lakini akaniambia, Yes. nimeona Yes. mfano mzuri sana kwa mume wako. Amen. Ya kwamba hata wakati hakuna amani, Yes. anaamua afadhali Yes. kuwe na hasara, lakini alete amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo inatakana. Yes. Kwangu mimi, Oh, yes. nimejifundisha sana na my husband, Yes. the apostle. Yes. Amenifundisha sana Yes. to keep peace. Amen. Even when there is no peace. Oh, yes. Kama Yes. singekuwa nimelan kutoka kwake, Yes. jana lazima ningefukuza huyo mtoto mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna jambo nimelan kupitia Yes. kwake. Yes. Ya kwamba in the midst of vurugu, Yes. shida, Yes. na seek for peace. Amen. Na seek kwa kuleta amani Amen. na makubaliano. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua, nimejua katika community iko hapa Matisi, Yes. is so cruel. Bwana asifiwe. Amen. It's a cruel generation. Oh, yes. So mtoto Uh-huh. ako grade 3 Yes. na grade 5. Yes. Pastor Peter, mambo yenye huyu mtoto wa grade 5 anajua, wewe ujue.
Telling you the truth. Nimekaa nao. Yes. But I've learned. Yes. That generation. Oh yes. It really needs God. Amen. Hallelujah. Amen. Na kama kuna uinjilisti. Yes. Tunapaswa kufanya. Yes. Ni maeneo haya. Amen. Kwa sababu hawa watu. Yes. Wanahitaji Mungu sana. Amen. Hallelujah. Amen. They need God. Oh yes. The generations have been brought out. Yes. Niliwakusanya na nikawauliza. Mimi nataka mniambie. Hawajaniambia vizuri lakini nataka waniambie, nitawaambia. Yes. Ndio wameniambia. Amen. Najua ni marafiki zangu. Yes. I'm really befriending them. Amen. Nikauliza, na hii mambo mnajua? Yes. Ni wazazi wanawafundisha ama inatoka wapi? Hallelujah. Waliniambia si wazazi. Hallelujah. Amen. But the community. Yes. Around them. Oh, yes. Anaweza kosa kuwa ni mtoto wako Monique. Lakini mwenzako. Yes. Kuna mambo anasema. Oh, yes. Kuna mambo anafanya. Yes. Yenye huyo mtoto akiangalia. Na kwa sababu nyumba zimeshikana, si ndio? Yes. Mungu atusaidie. Amen. We need to cry for this generation. Oh, yes. We need to cry for this generation. Oh, yes. Hallelujah. Amen. Amen. Hebu tusomee 1 Timothy chapter 3 verse 5. Jesus. Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 5. Biblia inasema, kwa maana kama mtu hajui jinsi ya kusimamia nyumba yake mwenyewe, atawezaje kuliangalia kanisa la Mungu? Sikia. Amen. Sasa nimesema ya kwamba tunaangalia the will of God. Yes. In our families. Amen. Na hapa tunaambiwa, yes, kama mtu, yes, hawezi kusimamia nyumba yake, yes, ye mwenyewe. Hii ni simple. Yes. Ni wewe, mzee, yes, ama mzee, yes, mama, yes, na watoto. Hallelujah. Tutawezaje kusimamia kanisa la Bwana? Haiwezekani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mtu, yes, hawezi kusimamia nyumba yake mwenyewe, yes, the Bible, yes, has disqualified you to become a servant in the house of God. Amen. You can't serve. Oh, yes. Hatuwezi tukatumika. Yes. Kama hatuwezi, yes, simamia watoto wetu. Amen. Kama hatuwezi, oh, yes, walea watoto wetu, yes, katika njia za Mungu. Amen. Umefika verse 7. Nenda 6. Asiwe mtu aliyeokoka, asiwe mtu aliyeokoka karibuni, asije akajivuna na kuangukia kwenye hukumu ile ya Ibilisi. Sikia. Amen. Soma verse 6. Nimeisoma. Soma 7. Inampasa pia awe na sifa njema kwa watu walio nje. Sikia. Yes. Huyu mtu mwenye anatumika kwenye nyumba yake, yes, ya Mungu, yes, inapaswa, yes, awe mtu, yes, mwenye habari njema, ya kwamba majirani, yes, wanasema nini kukuhusu. Amen. Nataka urudie vizuri clearly kuanzia 5 to 7. Amen. Kwa maana kama mtu hajui jinsi ya kusimamia nyumba yake mwenyewe, atawezaje kuliangalia kanisa la Mungu? Kwa hivyo sisi kama wazazi hatuwezi kaa hivi kwa nyumba zetu usemage wewe apostle utaonana na apostle. Hallelujah. Amen. Tunapaswa sisi kama wazazi, yes, wa nyumba zetu, yes, tuweze kulea watoto wetu, yes, waweze kusikia ile discipline tunawapea. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Kama wazazi, yes, ni jukumu letu, oh, yes, kuwafanya watoto, yes, wakae wakisikia, yes, ile wosia tunawapatia. Amen. Ili tuweze kuserve katika nyumba yake. Amen. Hallelujah. Amen. Pia tunaambiwa, yes, huyo mtu mchanga kiroho, yes, kama umekataa kukua katika kiroho, yes, umekataa kukwea, yes, umekataa kupaa, oh, yes, katika mambo ya Mungu, yes, uwezi ongoza. Jambo la 3, yes, tukaambiwa ya kwamba, yes, kama wewe, yes, hauna habari njema kwa majirani, yes, mke wako anaishi kulia, yes, kupiga duru kwa nyumba, oh, yes,
haupasi kuwa kiongozi katika nyumba ya Bwana. Amen. Kama watoto wako wanatukanana majina makubwa, wanaitaka swearing words, haleluya, yale maneno yanafula, hayawezi tamkika, hauwezi, hauna sifa njema, haleluya. Kama mtoto wako hawezi sikia ukimwelekeza, haupaswi kuongoza katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Amen. Tusomee Psalms 127. Psalms 127. Zaburi 127. Bwana asipoijenga nyumba, wajengao hufanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, walinzi wakesha bure. Bwana, we must make God the key, the head of our families. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaambiwa Bwana asipoulinda mji, Bwana asipolinda hiyo jamii, Bwana asipolinda hiyo doa, wanaoilinda wafanya kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona kadrama kengine ya kwamba mke anafungia mume wake kamba kwa kiuno chake. Bwana asifiwe. Na anajifungia ili akiondoka asikie anaondoka. Bwana asifiwe. Naye mume akatoa hiyo rongi akamwachia na akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Hizo hekima zote za dunia haziwezi kutusaidia. Kile kitatusaidia ni kumweka Mungu awe mlinzi wa nyumba yetu. Atujenge maisha yetu, ajenge maisha ya watoto wetu, ajenge maisha ya kizazi hiki. Haleluya. Ajenge maisha yetu. Ukiwa kijana, wapaswa upeane maisha yako kwa Mungu. Aweze kutujenga, aweze kutulea, aweze kutufanya tuwe kile yeye mwenyewe anataka tuwe. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Hebu tusomee Hebrews chapter 13 verse 20. Wahibrania 13 mstari wa 20 na 21. Wahibrania 13:20-21. Biblia inasema, basi Mungu wa amani, ambaye kwa damu ya agano la milele alimleta tena kutoka kwa wafu Bwana wetu Yesu, yule mchungaji mkuu wa kondoo, awafanye ninyi wakamilifu. Mchungaji huyu wa kondoo alifufuliwa kutoka kwa wafu ili atufanye. Bwana Yesu asifiwe. That he may equip us to do everything that is good. Bwana Yesu asifiwe. Amefufuka. Huyu ambaye tumepewa alikufa akafufuka ili atufanye, ili atutengeneze, tufanyike watu wa kubeba makusudi ya Mungu. Hallelujah. The God of peace, through his eternal blood of covenant, he has made us, he has equipped us with everything good. Angalia wema wa Mungu. Mtu yoyote ambaye anasubmit, anaangalia Mungu, that our eyes are steadfast on him, ya kwamba macho yetu yatamwangalia yeye peke yake. Yeye tukimwangalia, kazi yake anatuequip, anatutengeneza, anatufanya tuweze kufanya makusudi yake. Hallelujah. Maana tumefundishwa last week that a carnal man cannot do anything to please God. Hallelujah. Mtu wa mwili, hiyo jamii ikiwa jamii ya mwili, haiwezi timiliza makusudi ya Mungu. Uwe mume
mwanaume na hauna Roho Mtakatifu wa kukusaidia, hauwezi timiliza makusudi ya Mungu. No man is able to do the will of God unless the Spirit of God is involved. Bwana Yesu asifiwe. Andika hivi: a carnal mind is dominated by selfishness, self-will. A carnal mind is dominated by selfishness, self-will, and other desire. Amen. Say, a carnal man is hostility to God. A carnal man is hostility to God. Amen. It is enmity. Ni uadui. It is enmity because it opposes God's will. It opposes God's will and law, making it incapable to please God, making it impossible or incapable to please God. Hallelujah. Amen. Tusome Matthew 11:28 and 29. Matthew chapter 11:28 and 29. Biblia inasema. Yes. Mathayo 11:28. Njooni kwangu ninyi nyote mnaotaabika na kulemewa na mizigo. Yes. Nami nitawapumzisha. Jifungeni nira yangu. Yes. Mjifunze kutoka kwangu. Kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Amen. Tumeambiwa ya kwamba huyu mtu ambaye ako na umwili ni adui wa Mungu. He is hostile. Yani ni mtu rafu. Mtu hostile si ni mtu rafu. Mtu mwenye hatreat watu vizuri. Mtu ambaye hana Mungu, hana wema. Kwa Mungu hana wema. Na Mungu humwangalia kama adui. Bwana asifiwe. Amen. And kama mtu hana Roho Mtakatifu, hawezi weza kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Amen. Na maandiko inatuambia ya kwamba yule aliye na hii maisha ambaye hawezi kuyamanage, ako hostile. Yeye ni adui wa Mungu. Hataki mambo ya Mungu. Ukisikia uende maombi unasikia hapana, nataka kufanya mambo yangu. Mimi nataka freedom ya maisha yangu. Hiyo si freedom. That is enmity with God. It is because you hate God. That is why you don't want the things of God. Hallelujah. Amen. And that's why God anakuangalia kama enemy. Anakuambia hiyo mizigo unaona ni ya maana kufanya. Those are vanities. And we should leave them. Tunafaa kuachana na hayo mambo. Tuvae this meekness. Amen. Hallelujah. Amen. This meek and lowly spirit. This meek heart that is controllable. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii moyo unaweza kubadilishika. Unaweza kuambiwa na usikie Roho anakuambia ni saa ya maombi, Mama Jerry, amka ni saa ya maombi. Hallelujah. Amen. Lakini wakati hauko kwa Roho, nasema hata hiyo maombi wacha, kina apostle wacha waende. Hallelujah. Amen. You are not, hauko lowly. Hauko miabo, hauko mtu wa kuelekezeka. Your heart is not meek. Hallelujah. Amen. Kuna kesha leo. Ni siku ya kesha. Hauwezi enda kesha. Unasema nimechoka sana. Hii siku imekuwa tiresome sana. Hata Mungu anaelewa. That is hostility. That is enmity with God. Hallelujah. Hiyo ni uadui na Mungu. Lakini the Bible says, learn from me. Learn from me. A selfless life. Yani moyo huo
haujitaki, haujipendi, you can be able to die because of others. Angalia vizazi zinaangamia. Angalia watoto wanaangamia. Nimewaambia kazi yenye iko huku Matisi. Lakini tunalala. We are so comfortable. We cannot give our lives because of these lives. Hallelujah. Tuliona mfano mwema. Tukaona hapa hivi railways, hapa hivi veterinary. Wakati tulikuja na tukasema for 40 days tunaenda kuomba ili mioyo iokoke. Hatukujua watu walikuwa wanatoka wapi, but because tulikuwa tunaomba nafsi hizi ziokoke. Watu walikuwa kila Sunday wanaokoka watu 10, 11, 12. Hatukujua Mungu alikuwa anawatoa kutoka wapi. But we are not doing the right thing. Hallelujah. Tuna kazi hatufanyi. We are not selfless. We cannot be able to die because of the souls. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. We cannot be able to die because of our families. Si Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Hallelujah. Tuweze kutoa mili yetu. Tuweze kujitoa kwa sababu ya upendo. Sema upendo. Huo ndio upendo. Huo ndio upendo. Tuweze kujitoa kwa sababu ya wengine. Hallelujah. Point number 3. The Holy Spirit leads to life and peace. The Holy Spirit leads to life and peace. Anaongoza kwa maisha yamejawa na uhai na amani. Hallelujah. Yeye anatuongoza kwa maisha yamejawa na uhai na amani. Point number 4. The Spirit helps to change our mental and spiritual attitude. The Spirit helps to change our mental and spiritual attitudes. Putting a new self created by God. The Spirit helps to change our mental and spiritual attitudes. Putting a new self created by God. Kile Roho hufanya ndani ya maisha ya mtu ni kwamba hubadilisha mawazo. Vile tunawaza, vile tunafikiria, tabia zetu. Hallelujah. Tumesema kama watoto wetu watatuiga, lazima tuwe tumeongozwa na Roho Mtakatifu. Watuige kwa makusudi ya Mungu. Lazima Roho wa kweli yeye ndiye kiongozi. Unless this God builds our houses, we does everything we are doing in vain. Hauwezi kuchukua mtoto wako umpeleke kwa shangazi wakati kuna mkutano wa youth kanisani. Hallelujah. Nyumba yenye unajenga itisheki. Bwana asifiwe. Hauwezi kuwa kuna mkutano ya youth hapa kanisani na wewe ndio unasukuma mtoto aende akafanye kazi nyingine. How create uungu ndani mwake. Hauweki environment ya kuacha Roho Mtakatifu atawale maisha ya huyu mtoto. Atawale mawazo ya huyu mtoto. Kile kizazi unalea ni cha upotofu. Hakina Mungu. Hallelujah. It is vanity. I want to tell us wazazi, it is vanity. It is vanity. Na kama kuna kitu tunafanya ni wakati tunalea our teenagers. Na kuliko tuwaelekeze kwa nyumba ya Mungu. Wewe unasema huyu hatakagi. Wacha mimi niende. Ananichelewesha. Hallelujah. Sunday school. Unawacha mtoto nyumbani. Unasema huyu mtoto ananichelewesha, wacha acheze na wengine. Anacheza na nani? Hallelujah. Msingi huo unajenga ni msingi gani? Are we raising a family that is godly? Are we doing the will of God in the lives of our children? Hallelujah. Bwana asifiwe.
Amen. Apostle akawa akisema Yes. kwa morning glory. Yes. Kama tunakuja morning glory, Yes. hatutakani kuacha watoto nyumbani. Amen. Sunday ilipita, Yes. nilienda kwa Sunday school. Na nilipokuwa nimeenda kwa Sunday school, Yes. nikawa nauliza watoto, Yes. na mnamkaga saa ngapi? Mtoto anainua mkono, mimi namkaga 5. Namkaga 4:30, alafu napandishwa boda 5 ili 5:30 nikuwe kwa class. Kanisa la Bwana. Hallelujah. Mtoto wa Sunday School. Mzazi unampandisha boda 5:30. Lakini 5:30 huwezi mpandisha boda akuje morning glory. Hallelujah. Lakini shuleni ako safe. Morning glory ni mapema sana. Hallelujah. Huyo mtoto anaweza patwa na homa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni msingi wa aina gani Yes. tunalea kanisa nao? Ya kwamba hata saa 2 Yes. huwezi achilia mtoto wako akuje Sunday school, bado ni mapema. Utakuja tu umemshika mkono saa 5 wakati wewe unakuja ibada. Kwa sababu asubuhi saa 2 ilikuwa mapema sana. Yes. Lakini 6 Yes. utampeleka kwa barabara achukue boda aende shule, na hautaenda na yeye kwa boda akienda shule. Hallelujah. Kuna giza. Yes. Hallelujah. Amen. Kanisa la Bwana. Yes. What kind of a generation yes. are we raising? Amen. Are we raising our generation in the will of God? Yes. Kanisa la Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Na unakuta wazee wengine anakuwa mkali sana. Wewe unatesa mtoto kumpeleka kanisani mapema hivi. Yes. Lakini shule ateseki. Hallelujah. Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kanisa la Bwana. Yes. We must arise. Yes. And bring up a generation that is godly. Amen. Lazima tuweke culture ya Mungu ndani ya watoto wetu. Amen. Hallelujah kanisa. Amen. Praise God. Amen. Kama tunataka Roho Mtakatifu atawale hawa watoto. Tufurahie hiki kizazi ambacho tunalea. Ni lazima tuwaweke kwa Mungu. Maana tumeona ya kwamba it is the Holy Spirit that leads us. Ana lead our minds. Ana to equip. Hallelujah. Amen. To carry the will of God. Ana to equip. So lazima tupatikane katika mambo ya Mungu. Lazima tuhakikishe watoto wetu wanapatikana kwenye mambo ya Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Unakuta watoto wengi hata wanaenda shule mbali sana. Lakini hatukosi fare ya huyo mtoto ya boda ya kwenda shule. Lakini utasikia mzazi akisema amekosa fare ya mtoto kuja church. Hallelujah. May God have mercy on us. May God remember the church. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu akumbuke kanisa lake. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Praise God. Amen. The Holy Spirit strengthens and completes us. He works in us and accomplish that which is pleasing in His sight through Jesus Christ. Amen. The Holy Spirit strengthens. Kile Roho Mtakatifu anafanya, He strengthens us. And then He completes us. Anatutia nguvu, alafu anatukamilisha. Alafu anafanya kazi ndani mwetu. He works in us. Amen. And accomplishes. He accomplishes that which is pleasing in His sight. Amen. Si unaona? Wakati tumemkubali Roho Mtakatifu, sio sisi tena. Kazi yake inakuaga anatu strengthen. Anatutia nguvu. Anatu complete. Ya kwamba we are complete in Him. Hallelujah. Alafu He works in us. Not as we work, He works in us. Yeye ndiye anafanya kazi na anatimiliza hiyo iliyo makusudi ambayo yeye anataka ndani mwetu. Amen. Hallelujah. Amen. If we want our children to be godly kids,
we must allow them. Amen. Wawe na uhusiano na huyu Roho Mtakatifu. Amen. Because the Spirit, tulifundishwa last week kwa morning glory, tukaambiwa the Spirit searches all things. Amen. He understands the mind of God. Amen. He understands the mind of God. Amen. Na tukaambiwa the spirit of a man understands the things of this man. Hallelujah. Amen. Mawazo ya mwanadamu yanaelewa mambo ya mwanadamu. Yes. But mawazo ya Mungu, hayo ndio yanaelewa mawazo ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The Spirit of God is the one who understands the mind of God. Amen. Praise God. Amen. So we must allow him. We must allow our children to be in friendship with the Holy Spirit. Amen. Inuka kwa miguu yako. Kama tunataka jamii zetu zifanye makusudi ya Mungu, zifanye mapenzi ya Mungu, lazima tukubali atujengee nyumba zetu. Amen. Ajenge mawazo yetu. Amen. Ajenge maisha yetu. Amen. Ajenge kila kitu tulicho nacho. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. We must allow God. Tusimame kwa miguu yetu. Tuallow Mungu afanyike ndani mwetu. Atufanye kile yeye mwenyewe anataka. Atumalize, to complete us and to make that kind of a man. That his image. Hallelujah. His image and his likeness. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Say, oh Lord. Oh Lord. Nakuomba. Naomba Mungu wangu. Unisaidie. Kulea. Kizazi. Ambacho ni cha Mungu. Kizazi kinachompenda Mungu. Katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, nisaidie kulea kizazi kinachompenda Mungu. Katika jina la Yesu Kristo. Omba. Baba nisaidie. Bwana nipe nguvu. Niwezeshe kulea